Pengine kitu kimoja tu labda kama itawapendeza serikali au hao viongozi kama itawapendeza, lakini wanaweka nguvu sana kwenye mpira. Wanaweka nguvu sana kwenye mpira wa miguu. Jambo zuri. Ila kwenye muziki unadharau kinoma mshikaji wangu. Oh really? Yani hawachukuli serious hivyo. Yani si tunaonekanaga tu pale kunapokuwa kwenye masuala ya makampeni, kwenye manini, yani hapo ndio serious. Ila baada hapo miundombinu changamoto mshikaji wangu. Kwa sababu kama tuzo stress zilikuja na sidhani kama zitarudi tena kwenye nchi. Kwa nini? Kwa sababu hazikuwa na sehemu sahihi ya kufanyia. Kwa walipokuja hapa wamekosa sehemu wakaenda kufanya kule kwenye bahari, masiji zinadondoka nini. Lakini walipoenda Rwanda walifanya kwenye arena ilikuwa best. Tuzo. Hapa miundombinu hamna, na mimi kwa nafasi yangu kama mwanamuziki nimejitahidi kuongea na kila kiongozi kuhusiana kwa tusaidie tupate arena. Na uwekezaji wa arena sio ndogo, nyingi mshikaji wangu. Kwa mtu binafsi. Lakini naona ndugu yangu, naona sio kitu chao, ila kwenye mipira wanafiatua viwanja vingi tu. Juzi niko nasikia unazungumza, unajua sisi kwenye AFCON tumetoa bilioni ngapi? Sijui bilioni 20, sijui bilioni ngapi, sikumbuki vizuri, lakini 40 billions ili ifanyike hapa. Tuna sisi host. Jambo zuri sana, nawapongeza. Umeona wale Trace wale? Wanataka dola 500 tu hajapewa. Dola 500? Yes, mimi Trace niko nazungumza nao. Hawakupewa 500 tu. Wananiambia Diamond vitu vimezungumza nao. Pengine unaweza kusema sio kweli kwa sababu ataogopa serikali. Ila mimi aliniambia, walisema tutatudhamini kaka, hawajatudhamini. Serikali imeingia mitini. Kwa bahati mbaya kwa hivyo. Hapo usione kwa makini. Sasa inasikitisha, yani naona kama kwenye, yani huko unaweza kutoka 40 billion kwenye mpira ya kwenye muziki, lakini wakiwekeza kwenye muziki itatusaidia. Sisi tunataka tupa, najua wanafanya mambo mengi, wajitahidi kwenye muziki. Yani ni aibu si hatuna arena. Yani Rwanda wana arena, si hatuna arena. It does not make sense. Mimi ukiniambia nchi haiwezi kufanya, naweza kufanya. Hajaona umuhimu wake, hajataka. Bora viwanja vyotengenezwe. Bilioni ngapi zimetoka? 300 na ngapi zimetumika kutengeneza siji uwanja mpira mwingine na Mkapa, tunawapi kila mkoa arena moja tu nchini. Unatuambia si arena zile za kwa sababu kila Superdome ile arena ukumbi. Yani sisi tunaita majina yetu yote na industry yetu kubwa na tunakosa arena moja tu. Tunakosaje yani? Tunakosa vipi yani? Yani inaumiza, unaona afika mtu anaongea naye sasa sijui tatizo ni nini, sijui kwa sababu gani. Hao wengine wanaona lana tu live, sijui wanaona nini kiukweli. Sielewi yani wanaonaje, naenda sikia. Sasa naambia hiyo mkifanya show zitafanyika, yatakuja mambo hapa basketball kufanyika hapa vizuri. Itafanyika netball mule, itafanyika sijui theater. Unabadilisha ile. Award ceremonies itafanyika. Tutakuza industry yetu, msione kama inatafu watu wanakodisha wanafanya nini. Shehe wangu, nishaongea mpaka sasa nilipofika nimeona kazi yangu kimya mimi. Wakiamua watafanya, sipo utafanya nini? Hauna cha kufanya show. Kwa hiyo ile inaumiza tu, ni kuona ni hadi zinatoka nyingi, michoro inapostiwa mingi. Siku moja nilikuwa nakutana kumsigwa. Kaonyesha mchoro kwamba kaka mchoro mshaiona sana mimi. Lakini sasa mbona tufanye? Ila kama mama mwenyewe tampendeza. Ndezekana watu wanamwambia, fikishia mwambie. Ila kama mama itampendeza, ukiongoza kwa kwenye mamlaka kufanya, atengenezea arena moja itasaidia. Imagine juzi kwa naangalia show anafanya kina The Ben na nani yule anafanya arena. Arena Tanzania hamna. Hii nchi ina muziki wakubwa. Muziki tuliokuepo, yani sisi tunawakilisha, tunajitahidi. Yani kama mtu anaenda kwa nguvu, unajua hivyo. Kuna vitu moja mashallah jitahidi serikali kwa vitu moja kusaidia. Saidia. Hilo siwezi kupinga. Lakini kuna vitu sasa lazima vifanyike, yani kwa inaleta heshima kwenye nchi. Nchi haizikani kwa arena. Na nchi haishindi kuwa na fedha kuweka arena. Inaweza. Yani najua inaweza. Lakini pengine tu mtu kwa mmoja tushazungumza sana tukianza Mzee Kikwete. Mimi inaumiza. Yani ni kwa mimi naweza naangalia na vipi.
Tafanyaje shawangu, ndio hivyo bana. So issue kubwa ni arena. Sisi wanasema ile jambo yani kwenye mifumo na vitu vingine wajitahidi kikweli. Sio kusema wajitahidi, lakini kuna vitu yani platform, unajua kuna vitu arena yani ina play part kubwa, unaweza kuiona kama kwa udogo sana. Arena play part kubwa sana. Sio kwa makini. Na play part kubwa sana kwenye muziki. Alafu kuna vitu vingine sio vya mtu mmoja kufanya tukio pesi. Sio umeelewa hivyo? Yani kuifanya yani unajua hivyo, yani sio tiki live. Sasa wanaweza kufanya. Sasa tengeneza afu inakuwa si inaingiza hela, inaleta heshima kwenye nchi, kwenye nini. Yani inaumiza, it gets too emotional. Ndio maana sipende kuzungumzia. Na mimi kwa nafasi yangu nimehitaji kuongea na anaitikiwa. Kwa siku moja nilienda kuzindua Zanzibar. Kaenda kuzindua uwanja pale. Nikakuta kuna viwanja dabo. Kaonyesha kuna viwanja vya kadeti pale, viwanja vya kadeti pale Zanzibar kama Kiarena cha kadeti. Oh really? Yeah, pale Zanzibar. Fanya kazi kubwa. Nikauliza mtu sehemu moja hata muziki. Haikuwa imejengwa. Nikamwambia mzee Mwinyi kwamba ukipata nafasi mtu sawa na sio tu muziki. Sasa nashinda kuelewa muziki unaajiri watu wengi kweli mshikaji wangu. Unaajiri watu wengi ma DJ. Yaani unaajiri sana. Yani nice. Chanishi hapo. Kama safari tuonesha umwanga, tukasema nyimbo tuiwekezee ifike sehemu, na kweli Mwenyezi Mungu alitubariki ilifika sehemu kubwa sana. Ya so kila nyimbo inakuwa natupa mwangaza tofauti ya kujua kama hii inaweza kufika hapa. Hii ngoja ishi East Africa. Hii ngoja tuipeleke Afrika nzima. Kwa mfano unaona kama Shoe. Wakati tunaitoa Shoe, nilikuwa tushaona hii nyimbo ya Shoe inaweza kufika mbali, lakini kufika kwake mbali haiwezi kuiti kwa maneno, yani nataka kwa dance. Wakati nilitoa ile Shoe nilitukana sana. Katika nyimbo ambayo nilishia kuitoa nikatukana sana, Shoe ilitukana sana. Hapa nyimbo something nakumbuka wakati tunafanya Shoe. Shoe wakati tumefanya, by the way Shoe ndio ilikuwa nyimbo ambayo nilivyotoa. Sijai kutoa nyimbo nikatukana kwa au kukatishika kukashifiwa kama Shoe. Watu wanaona vipi sasa mbona Shoe tikiti vitu gani? Tikiti yani mtu anaona kama yani ameimba nini yani? Anaona sasa vipi? Ndio nini lakini sasa mimi na timu yangu tunakaa wakati mwingine tunafanya research. Nadhani miongoni mwa vitu ambavyo mashabiki zetu pengine wanavifahamu au pengine sijui. Lakini sisi wasanii jukumu letu ni kufanya research kubwa ya kujua naweza vipi kupenetrate labda Angola. Nawezaje kufika let's say Paris, unajua hivyo. So inabidi unafanya research, wanapenda nini kule, wanafanya nini. So wakati tunafanya Shoe niligundua kwenye research kwamba nikifanya dance ya challenge ya kudance tu itaenda mbali. So ilivyoanza wakati nafanya dance ya challenge ya kudance, watu wakaona ukachanganyikiwa. Naona hivi Diamond ndo nini? Umefungwa kuandika tena uwezi hizi, unajua vitu gani? Mwenyezi Mungu akabariki kweli kafikia, na nikwambie kweli katika nyimbo zangu zote ambazo nishawahi kuzitoa mimi kama solo, Shoe ndo nyimbo ambayo yenye namba kubwa kuliko nyimbo yote Spotify, hata kama survive fiki. Toka nianze muziki kwenye streams. Yani katika nyimbo ambazo niko solo, kiacha nyimbo ni mashirikisho na. Katika nyimbo ambazo niko solo ya kwangu mwenyewe, Shoe ndo yenye namba kubwa kwa nyimbo yote. So na kwa vision let's say kama sasa hivi tumetoa Happy. Unaona kabisa Happy ina mwanga ya kupendwa. Wakati tunafanya tunasema nyimbo ina potential Africa, kwa sababu tunafanya nyimbo tunasema kabisa hii nyimbo ina uwezo wa kufanya vizuri Africa globally. Yes, unaiona hatuanzi kwanza globally sana. Unajua ukitaka kujisha wewe mtu wa global unaweza kadhalilika. Sasa unaangalia unaona hii nyimbo ina potential ya kupendwa Afrika tu, ina uwezo. Lazima nifikishe huko. So tumefanya plugging, na unavyoifanya plugging unaona kabisa kama wewe unapenda piga kwa TV tofauti. Challenges tumefanya ndani ya siku 10 tu tuna challenge 800,000. Unajua hivyo yani siku hiyo tulitoa tu imepata impression nzuri sehemu tofauti. Kwa hiyo inakupa mwangaza. So the more unavyowekeza ndio the more itafika mbali zaidi. Kwa bahati mbaya maisha yamebadilika, sio kwa sababu tu una kipaji kiasi gani au tu eti nyimbo yako ni nzuri kiasi gani ndio itafika mbali. Investment lazima uisukume kwa sababu zinatoka nyimbo nyingi. So swali langu lilikuwa pia, je, imelipa? Shoe. I mean kwa maana ya Koma Savaa imelipa sana. Imelipa sana. Unajua hatuwezi kusema pengine labda eti lakini kiusema ukule wa Mwenyezi Mungu imesaidia sana. Imelipa sana na sio tu kifedha, lakini kuongezea nafasi kwenye ulimwengu,
Tumi kwa Masava kama ndo linitambulisha rasmi kwenye nchi zingine ambazo watu wanijui. Wakaona yani wakati natoka kwa Masava wengine waliona kama underground ndo nimeanza. Kwa hiyo unakutana na wasanii, yani unakutana na wasanii wa kidunia. Ni wa kidunia, yani mtu yani kila mtu msanii wa kidunia anakupigia simu anakukubali, yani unajua hivyo unaona bana. So kikweli imelipa kwa nafasi yake. Sasa ni sisi kutumia kuona tunawezaje kutumia kufika mbali zaidi. Yeah. We've been trying. Yeah.